na kata kila tawi. It is not Satan that cut us. Sio shetani anayetuondoa kwenye hiyo kwa Yesu. It is where I am afraid. Ndio hapo ambapo naogopeshwa mwenyewe. Many of us we think it is Satan that has cut us. Wakati mwingine nafikiri kwamba ni shetani anayetuondoa. Certain battles that we are facing in our life, it is failure of become unproductive. Sehemu mojawapo ya kushindwa kufanikiwa kwamba tunajiondoa kwenye maisha yetu ni kwa sababu tumeshindwa kuzaa matunda. It is not Satan that is cutting you. Sio kwamba shetani ndiye anayekuondoa. Unasema jamani, sioni uwepo, naona shetani. Sio. Ni matunda tu. Yes. It is not sin that is cutting you. Sio dhambi inayekuondoa wewe kwenye uwepo wa Mungu. Who is cutting you? Nani anayekuondoa? Jamani, simjibu. Nani anayekuondoa? Sikiliza au? It is Jesus. Ni Yesu mwenyewe. Not Satan. Sio shetani. Many of us we think it is Satan that has cut us off. Wengi wetu tunafikiria kwamba ni shetani ndio aliyetuondoa kwenye uwepo. But the word of the Lord says, Jesus said, I'll cut it. Lakini Yesu anasema ni tawi lisilozaa mimi nalikata. And the word of the Lord says, when you are cut off, it is when now people will pick you and will use you and dump you. Kwamba sasa mara ukishakatwa ndipo watu wanapokuchukua na kukupeleka mahali kwenye jalala wa kutupe hapo kuteketesha. Because a tree is only protected if it is connected to the vine. Yani mti unaweza ukazaa kama ukiwa umeunganika na shina. The reason why Satan has touched our life, sababu kwa nini shetani amegusa maisha yetu? We have been disconnected from the vine. Kwa sababu tumejiondoa kwa Yesu. So when you are disconnected from Jesus, ukiwa umejiondoa kwa Yesu, anything can touch you. Chochote kinaweza kukugusa. Sickness can touch you. Magonjwa yanaweza kukugusa. Failure can touch you. Kushindwa kunaweza kukugusa. Shame can touch you. Aibu inaweza kukugusa. Unless we are connected back. Ni mpaka tuwe tumejirudisha tena kujiunganisha naye. It is when we become untouchable. Ndipo pale ambapo hatuwezi kugusika. And after today, God wants us to connect back. Kwa hiyo leo Mungu anataka sisi tujiunganishe tena kwake. Amen. Hallelujah. 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 God wants us to connect back to him. Kwa hiyo Mungu anataka turudi kwake. And the word of the Lord says, when you remain in me. Na neno la Mungu linasema ukibaki ndani yangu. And I remain in you. Nami niwe ndani yako. You shall ask me anything and I'll give you. Na utaomba lolote kwangu nitawapeni. Now listen. Sasa sikiliza. The scripture that says, maandiko yasema, it says if you remain. So it means others have come around God and they have not remained. Unajua neno linasema kama ukibaki. Maana inaonyesha kwamba kuna watu wamekuja karibu na Mungu ila hawabaki. So it is not enough to revisit. Haitoshi tu kumtembelea Yesu. It said remaining. Inasema bakia. Remaining is a permanent state. Maanake kwamba kubakia maanake ni hali ya kudumu, sio ya muda. So the presence of God must become your permanent state. Kwa hiyo uwepo wa Mungu unapaswa kuwa ni uwepo wa eneo la kudumu. Today we have hali ya kudumu. Today we have preachers. Leo tunahubiri. Today they only pray. Oh, we have preachers or evangelists. Okay, tuna wahubiri ambao ni wainjilishaji. Who only pray ambao wanasali if they have a program. Kama wana ratiba ya kwenda kuhubiri. They fast when there is a program. Wanafunga wakiwa kuna ratiba ya kwenda kuhubiri. God can never use you with that mentality. Unajua kwamba Mungu hawezi kukutumia ukiwa na mtazamo huo. In fact, it is you who is using God. God is not using you. Yaani kwamba kwa kweli umegeuza kwamba wewe ndio unamtumia Mungu lakini Mungu hakutumii wewe. Yaani unasema leo Mungu upako wa leo. Upako. Are we together? Jamani tuko pamoja? The scripture says if you remain. Maandiko yanasema kama ukikaa ndani yangu. So it is a place that you must live. Kwa hiyo maana ni eneo ambalo unapaswa kuishi. Fruitfulness, it is for those that remains in God. Wale wanaozaa matunda ni wale ambao wanakaa ndani ya Mungu. When you make the presence of God your home, ukifanya uwepo wa Mungu ndio nyumbani kwako. When did you pray without a program? Je, lini uliwahi kuomba bila kuwa na ratiba ya kwenda kuifanya? Evangelist, when did you enter the fast without a program? Je, wewe mwinjilishaji, lini umeingia kwenye mafungo bila ratiba ya kwenda kuhubiri? When did you enter into a retreat without a program? Wangapi wanaingia kwenye mafungo
bila kuwa na ratiba ya kutoka toka. Many of us, we enter program because we have been called to preach. Unajua wengine tunaingia kwenye sala au maombi kwa sababu kwa tumekamatwa kwenye kuhubiri. It is why we have been disappointed when we go to preach, we have not seen the power of God. Pale tunapoenda kuhubiri alafu hatuoni nguvu ya Mungu. Now, Sasa, do you know the scripture where Jesus taught, he saw a branch, a fig tree. I think it is in Matthew 11. Nafikiri ni Mathayo. Nafikiri ni Mathayo. Is it Mark? In Mark. Yes, Mark 11. Yes. Nafikiri ni Marko sura ya 11 ambayo Yesu aliona ule mtini. When he saw a tree, Alipoona ule mtini, it looked good from afar. akauona ni mzuri kwa mbali. And he went to check it. Na akaenda kausogelea kautazama. When he came near, Aliposogea karibu, he said he never found any fruit. anasema hakuona tunda lolote. What did he do? Je, alifanya nini? He cursed the tree. Akaulani mtini. He told the tree to say, no one will eat from you. Na akawaambia kwamba hakuna mtu atakaye kula tena matunda kwako. Do you know why I was afraid again? Unajua kwa nini tena niliogopeshwa tena hapo? It was Jesus who never found fruit. Ni Yesu tu ambaye hakuliona tunda. But because Jesus never found fruit, Na kwa sababu Yesu hakuwahi kuliona tunda kwenye ule mtini, it is that everyone kwamba ni kama kila mmoja was banned to eat from that tree. alikuwa amefungwa asile huo mti. You have not understand it. Nafikiri haujaelewa. I'll speak it again. Nitarudia tena. It means that tree, there was a time it was producing fruit. Kwamba huo mti inaonekana kuna wakati ilikuwa inazaa matunda. The word of the Lord says, when Jesus never found fruits, Neno la Mungu linasema Yesu alipokosa matunda, he said no one will eat from this tree. akasema hakuna mtu atakayekula tena matunda. It means if you cannot give Jesus your fruitfulness, Kwamba kama haumpatii Yesu uzao wako, no one can benefit from your life. kwamba hakuna mtu atakayefaidika na maisha yako. Are we together? Jamani, tuko pamoja. If Jesus can never benefit from your ministry, Kama- no one will benefit from your ministry. Kama Yesu hawezi kufaidika na huduma yako, hakuna mtu atakayefaidika kutoka kwako. So Jesus said, because me, Jesus, I have never found tree. Akasema kwa sababu mimi Yesu sijaona tunda, No one will benefit. hakuna mtu atakayefaidika. If your worship cannot touch Jesus, your worship cannot touch everyone. Kama hali yako ya kuabudu au maabudu yako hayamgusi Yesu, hakuna mtu atakayeweza kugusa. If your preaching cannot touch Jesus, your preaching can never touch Kama anyone. mahubiri yako hayawezi kumgusa Yesu, mahubiri yako hayawezi kugusa mtu yoyote. Aha. Aha. Tell your neighbor, Mwambie jirani yako hata naye sinzia mwambie Tell your neighbor, Mwambie tu ubwabwa bado. Aha. Aha. Are we together? Jamani, tuko pamoja. If Jesus can never benefit from your Kama ministry, Yesu hafaidiki na huduma yako, no one can benefit from you. hakuna mtu atakayefaidika kutoka kwako. So it means the first person to praise, it is Jesus than people. Kwamba mtu yeyote wa kuweza kumpendeza ni Yesu kabla ya watu. Today we have many people that we want to praise people before we praise. Leo hii watu tunasumbuka namna ya kuwapendeza watu kabla ya Mungu. We have preachers that they want to make connection with anyone. You want a diocese coordinator to know you. You want this one to know you. Wow, Jesus doesn't know Kama you. mnavyosikia hivyo. Yaani wewe unataka wewe mhubiri wa kutaka kujenga mahusiano na mratibu huyu na huyu naye akujue wewe ili wakuwekeweke mahali fulani. You have the number of every leader. Yaani wewe uko kwenye namba ya kila eneo. But look at your life. Lakini angalia maisha yako. It is not who you know, it is the God you know. Sio yule unayemjua ila Mungu unayemjua. You might not know the diocese coordinator, Unawezekana usimjue mratibu wa jimbo. but when you know Jesus, Lakini ukimjua Yesu, Jesus will lift you. Yesu atakuinua. Able to know you. Na hata mtu mwingine atakuja kukujua wewe. Are we together? Tuko pamoja. Joseph did not know Pharaoh, Yusufu hakumjua Farao, but he knew the God lakini alimjua Mungu.
kuambia leo, if you cannot go, kwamba kama ukimjua God to make you known, Mungu atakufanya ujulikane. Are we together? Amjana tuko pamoja. Ninaona kuna watu mnajua sasa hivi Kiingereza hata darasa la Emmaus nafikiri limeisha. Amen. Amen. It is the God you know. Ni Mungu unayemjua. It is why in Daniel chapter 11 verse 32, ndio maana katika Danieli sura ya 11 aya 32, it said those that know their God, kwamba wale ambao wanamjua Mungu wao, they shall do exploits, watafanya mambo ya kutisha, and they shall be strong. na watakuwa imara. When you know God, you shall be strong. Unapomjua Mungu unakuwa na nguvu. Are we together? Jamani, tuko pamoja. Nobody can limit you when you know God. Hakuna mtu atakaye kudharau kama unamjua Mungu. The reason why we are looking for validation for people to know us, it is because we have not known our God. Unajua sababu kwa nini tunatafuta utambulisho kwa watu tufahamike? Sababu kubwa ni kwamba hatujamjua Mungu. I remember when I started charismatic in my country. I started charismatic in 2007. I was very young. In 2007. Okay. Yeye wakati ameanza kufahamu charismatic mwaka 2007 akiwa bado kijana mdogo. I was the youngest when I did my life in the spirit center. Kwa hiyo katika darasa la watu wa semina za maisha kiroho alikuwa ndio mdogo kuliko wengine wote. And so because I was young, na kwa sababu alikuwa ni mdogo in our country, kwenye nchi yao, when you go through life in the spirit seminar, they will give you opportunity to preach. Ukishamaliza tu semina za maisha kiroho wanakupatia fursa ya kuhubiri. But for me they said, you cannot preach, you are still. Lakini kuna kwake wakamwambia wewe huwezi kuhubiri maana yake bado uko ndani mfupi mdogo. Ndio. So you know what I began to do? Alichoanza kukifanyia kazi yeye sasa. I started studying the Bible. Akaanza kuisoma Biblia au kujifunza Biblia. I started praying. Akaanza kuomba. I remember in 2008, I fasted first time for 40 days. I did novena and I was seeking the face of God. Kwa hiyo kwamba 2008 kwa mara ya kwanza akafunga siku 40. Because akawa anaendelea na novena. Because no one knew me. Kwa sababu hakuna aliyemjua. I was not known by my leaders. Hakuwahi kujulikana na viongozi wake. But I started knowing my God. Lakini alianza kumjua Mungu wake. I started investing time in God. Akaanza kuwekeza muda kwa Mungu. I started praying and seeking the face of God. Akaanza kuomba na kutafuta uso wa Mungu. I remember in 2009. Sasa mwaka 2009 in my prayer group, katika kundi lake la sala, my coordinator, because the one that was supposed to preach was not around. Kwa hiyo yule mratibu wake akamwambia yule aliyepaswa kuhubiri hakuwepo. So he said, let us try the young boy. Akasema hebu tumjaribu huyu kijana, tumjaribu. He said you can do it just in 15 minutes. Anasema unaweza kufanya tu hata dakika 15 kwa sababu sio lazima. It was my first time to stand. Kwa sababu ni mara ya kwanza kusimama, si unajua? But I knew my God. Lakini nilimjua Mungu wangu. When I preached, nilipohubiri, I saw God at work. Niliona Mungu akitenda kazi. My coordinator was shocked. Mratibu wangu akashtuka. I said, young man. Akasema wewe kijana, you are like this. Uko namna hii. And he said, very soon. Akasema hivi karibuni we are having a program. Tunakuwa na mkutano. Karibuni tutakuwa na mkutano. God calls Paul. Anasema hiyo mkutano inaitwa Kozi Paulo. I'm sending you. Go. Anasema nakutuma uende kwenye Kozi Paul. Jamani, Kozi Paulo. Mlishapitia ngapi? Basi ndio tuendelee. Amen. And when I went for gospel, sasa alipoenda kwenye gospel, I came from gospel. Akarudi kutoka kwenye gospel. My coordinator said, mratibu wake akamwambia, we are having a conference at our dinner. Anasema tuna kongamano kwenye dekania yetu. And I have chosen your name. I have said there is a young man. Nimependekeza jina lako, nikasema kuna kijana mdogo yuko hapa. And my name was picked among the young men in my dinner. Hilo jina likawa limechaguliwa kati ya vijana mdogo kwenye. And I went at the dinner and I preached. Akaenda kwenye ile dekania akahubiri. Police started calling me. Sasa maparokia akaanza kumuita. After I preached for my dinner, baada kuhubiri kwenye dekania yake, imagine I was the first youth to preach in my dinner. Unajua ndio kijana wa kwanza kuhubiri kwenye dekania yao. We had the diocese conference.
sasa tuna kongamano la jimbo. And they said we are looking for a young man that can able to preach. Anasema tunatafuta sasa kwenye kongamano la jimbo habari kijana mdogo aje kuhubiri. And they say I think Lawrence is a good young man. Huyu jamaa anaitwa Lawrence. Wakasema Lawrence nafikiri anafaa. I was the first youth in my country to preach. Akawa ni kijana wa kwanza kwenye jimbo. Not even that we are having a jubilee. Wala hawakuwa na jubilee. You are having a 50 years jubilee. Walikuwa na miaka 50 ya jubilee. I was the first lay person. Alikuwa ndio mlei wa kwanza among 5-7 priests. Kati ya mapadri 5-7 who came from abroad. Waliotoka nchi mbalimbali. I was the first lay person to preach in that. It was a national conference. Bwana wewe nawaonea wivu. Yaani akawa ndio mlei wa kwanza wa kuweza kuhubiri kwenye hilo kongamano katikati ya mapadri yeye yuko hivyo. Unajua hata mwili wake tunauangalia. Unaweza usionekane mapema ila Mungu amemwona. Wako ndio wa kwanza wako. Mimi naonaje? Are we together? Tuko pamoja. I never knew any leader. Sikuwahi kujua kiongozi yoyote. You can never hide fruits. Hauwezi kuficha matunda. You cannot hide fruits. Hauwezi kuficha matunda. When a mango tree has no fruits. Kama mchungwa hauna mwembe mango. Yes. Hiyo simeielewa jamani. Basi tuendelee. They know it. Yes. When it has no fruits. Kama ukoona kwamba huo mwembe hauna matunda, you will not see people around it. Hautaona watu wanaosogelea huo. No one will be around it. Hakuna mtu atakayekuwa karibu na huo. But if it is the season of fruits, lakini kama ni msimu wa matunda, even parents will protect the mango tree. Hata wazazi wataulinda mti huo. They will tell you don't go near to a mango tree. Watasema usisogelee kwenye mti wa maembe. Why? Because it is fruitful. Unazaa sana. When you are fruitful, ukiwa unazaa sana, you will not beg for people to come in your life. Hautawaomba watu wakujie kwenye maisha yako. You will not beg for people. Hautawaomba watu waje. People will come because watu watakuja wenyewe tu. Are we together? Jamani tuko pamoja. People will call you because you are fruitful. Watu watakuita kwa sababu wewe una matunda. People will look for you. Watu watakutafuta because you are fruitful. Kwa sababu wewe una matunda. You will not tell them I know to preach. Yaani hautawaambia mimi ndio najua kuhubiri. Call me I can preach. Kwamba niiteni mimi nitahubiri. You will not tell them like that. Hautawaambia hivyo wewe utaweka mabango mengi. They will look for you. Watakutafuta because you are carrying fruit. Kwa sababu umebeba matunda. Fruitfulness it attracts. Yale uzao wa matunda yako utavutia wao. They come to you when you are fruitful. Watakujia kwako kwa sababu wewe unazaa matunda. Amen. Amen. When we read in the book of Luke, ukisoma katika Injili ya Luka chapter 4, sura ya 4, when you come around 14:18, the word of the Lord says, and Jesus returned in the power of the Holy Ghost. Ukiangalia kwa kusoma kwanza aya 14 na kuendelea unasikia kwamba Yesu akarudi kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. And the word of the Lord says, and his fame went all over. Kwamba anasema kwamba akatambulika kila eneo. Do you know that Jesus, although he was a son of God, hivyo najua kwamba ingawa Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu, do you know that he was not known, kwamba lakini alikuwa hatambuliki until fruitfulness came out of mpaka matunda yalipoanza kujitokeza. No one respected Jesus when there was nothing to show. Hakuna mtu aliyemheshimu Yesu kabla alikuwa hajaonyesha chochote alichoonyesha. When Jesus began to move in fruitfulness, sasa Yesu alipoanza kutembea katika matunda, he never called for people. People started looking for him. Hakuwahi kuwaita watu, lakini watu walianza kumtafuta yeye. Are we together? Jamani tuko pamoja? The opportunity you are looking for, fursa unayotafuta, it will look for you when you become fruitful. Hiyo itakutafuta yenyewe ukishakuwa wewe mtu unayezaa matunda. The people you are looking for, watu nao watafuta wakutafuta. They will look for you when you become. Watu watakutafuta wewe ukishakuwa tayari ni mtu wa matunda. Are we together? Jamani tuko pamoja? Fruitfulness is the key. Yaani unajua uzaa, yaani kuwa na matunda, hiyo ndio ufunguo. It will bring you among kings. Itakuleta kati ya wafalme. The word of the Lord says, arise and shine. Kwa neno linasema inuka na uangaze. For your light has come. Kwamba nuru yako imekuangaza. Fruitfulness, it is like light.
mwanga. It calls for attention. Inaleta watu wa ushawishi wa watu kuwa makini. Do we know Mother Mary? Hivi mnamjua Bikira Maria? We know Mother Mary, right? Hivi tunajua Bikira Maria, ni kweli tunamjua, si ndio? Yeah. Hata msipoitikia wanamjua hata kama waitikia. Do you know that Mother Mary, she was very young? Hivi unajua kwamba Bikira Maria alikuwa mdogo sana? And Elizabeth was big. Na unajua Elizabeth alikuwa ni mkubwa kwake. But when the Holy Spirit, lakini Roho Mtakatifu, and when Jesus entered into the womb of Mother Mary, Yesu alipoingia kwenye tumbo la Bikira Maria, Mother Mary went and visited Elizabeth. Bikira Maria katoka kumtembelea Elizabeth. When she visited Elizabeth, alipoenda kumtembelea Elizabeth, the word of the Lord says, and she greeted. Kwamba neno la Mungu linatuambia akasalimia. And the Holy Spirit came on Elizabeth. Na Roho Mtakatifu akaenda kwa Elizabeth. And Elizabeth said, how can the mother of my Lord, akasema inawezekanaje mama wa Bwana wangu visit my house? aje nitembelee? We know we are in Africa. Tunajua sisi tuko Afrika. It was Mother Mary that was supposed to give respect to Elizabeth. Alipaswa Bikira Maria ndiye atoe heshima kwa Elizabeth. Because Elizabeth was elder than Mother Mary. Kwa sababu Elizabeth ni mkubwa kiumri kuliko Bikira Maria. But because Mother Mary was carrying an elder. Kwa sababu Bikira Maria alikuwa amembeba huyo mkubwa ndani yake, who was bigger than Elizabeth, ambaye alikuwa ni mkubwa kuliko Elizabeth. Elizabeth began to give respect to Mother Mary. Elizabeth akaanza kutoa heshima kwa Bikira Maria. People will not give you respect because of age. Watu hawatakupa heshima kwa sababu ya umri. Niliona give you respect because of what you are carrying. People give you respect. Watu wanakupa heshima. Mother Mary, she was given respect. Kwa hiyo Bikira Maria alipewa heshima. Not because of the age. Sio kwa sababu ya umri, but because of Jesus. Lakini kwa sababu ya Yesu. When you carry Jesus, ukimbeba Yesu, people will begin to give respect. Watu wataanza kukupatia heshima. Are we together? Jamani, tuko pamoja. Do you know that Mother Mary never begged for respect to Elizabeth? Hivi unajua kwamba Bikira Maria hakuwahi kuomba heshima kwa Elizabeth? It was Elizabeth said, how can the mother of my God? Isipokuwa Elizabeth mwenyewe anasema inawezekanaje mama wa Bwana wangu? It means there was glory that came upon Mother Mary. Maana inaonekana kuna utukufu ambao ulijidhihirisha kutoka kwa Yesu. She was no longer that 16 years girl. Yani wakati ule hayupo tena kama ule wa miaka 16 tena. Her status changed. Yani hali yake imebadilika. Why? Because she was carrying the big God. Kwa sababu alikuwa anambeba Mungu. When you carry a big God, ukimbeba Mungu, your status will change. Hali yako itabadilika. Why? Because you are carrying a mighty God. Unambeba Mungu. It is not about you. Sio wewe. It is about the God that you carry. Ni kwamba yule Mungu unayembeba ndani yako. People honor you. Watu watakuheshimu because of the God that you carry. Kwa sababu ya Mungu unayembeba. It is not us small. Sio sisi watu watujue. It is about the God that you carry. Ni Mungu unayembeba. As I conclude, kadiri ninavyomalizia, when God told Samuel, wakati Mungu anamwambia Samuel in the book of 1 Samuel chapter 16, katika kitabu cha kwanza cha Samueli sura 16, he told Samuel to say, go into the house of Jesse. Akasema Mungu alimwambia nenda kwenye nyumba ya Yese. He said, go and anoint the king. There is a king in that house. Akasema nenda kampake mafuta, kuna mfalme kwenye hiyo nyumba. When Samuel reached, wakati Samuel amefika, David was not around. Daudi hakuwa karibu. David was in the bush. Daudi alikuwa porini. So the brothers of David was around. Kwa ndugu zake na Daudi walikuwepo. So the first Eliab came first. Kwa hiyo Eliabu akawa kwanza akajitokeza. And Samuel said, I think this one is the king. Na Samuel akasema na hisi huyu ndio mfalme. And God told Samuel to say, this one is not the king. Mungu akamwambia Samuel, huyu sio mfalme. Shammah came. Shammah akaja. God said, Shammah is not
not the king. Mungu akasema Shama sio mfalme. All the brothers of David came Kwa hiyo around. ndugu zake wote wa Daudi wakaja, There was no one. hakuwepo hata mmoja. And Samuel asked, Sasa Samuel akauliza, are these only your children? je, hawa ndio watoto wako pekee? And they say, we have forgotten. Wakasema kuna mmoja tumemsahau. We have the young boy. Tuna kijana mdogo, He's in the bush. yuko porini. God says the one in the bush Mungu akasema yule aliyoko porini is the one I have huyu appointed. ndio niliyemchagua. And they said, we will not sit Wakasema hatutaketi until the one in the bush yule aliyoko porini mpaka aje, should come. mpaka aje. I have come to tell you, Nimekuja kuambia your location does not matter. kwamba hali mwendo wako haujalishi, Where you are doesn't matter. pale ulipo wala haijalishi. Others, we are coming from the place that people they don't recognize. Unajua kuna watu wanatoka kwenye mazingira ambayo watu wengine sio rahisi You kuwatambua. are like David. Uko kama Daudi, You are in the bush. uko porini. They say you can never be a coordinator. Anasema hauwezi kuwa You mratibu. are in the bush. Uko porini You cannot make it. wala hautaweza. You are in the bush. Uko porini, But the Lord says, lakini Bwana the akasema one in the bush yule aliyoko is porini the one I have appointed. He is my favorite. kipenzi changu. Are we together? Jamani, tuko pamoja. David was the favorite of the Lord. Sasa Bwana alikuwa ndiye mpenzi wa Mungu. Why? Because David, Kwa sababu Daudi he had a relationship with God. alikuwa na mahusiano yake na Mungu. I want to tell you, Nataka nikwambie, when you have a relationship with God, ukiwa na mahusiano na Mungu, even when you are not around, hata kama hauko pale, God will defend you. Mungu atakulinda yeye, atakutetea, atakutetea. Are we together? Tuko pamoja. No one was defending David. Hakuna mtu aliyekuwa anamtetea Daudi. It was God Alikuwa ni Mungu that defended David. ambaye alimtetea He Daudi. said, I have my servant. Anasema ninaye mtumishi wangu. I want to tell you, no one will take your praise. Nataka nikwambie hakuna mtu No atakayechukua one eneo can lako. take your ministry. Hakuna mtu atakayechukua huduma No yako. one can take your grace. Hakuna mtu atakayechukua nafasi yako. When God is your father, no one can Mungu take. akiwa baba yako, hakuna mtu anayeweza kujaribu kuchukua nafasi yako. Amen. Amina. Hallelujah. Haleluya. Can we stand and we pray? Tunaweza kusimama tuombe. Nafasi yako ni yako tu. Amen. Yes. So you must know that you were designed to be fruitful. Kwa hiyo unapaswa kutambua kwamba uliundwa uweze kuwa na uzao. I want you to cry to the Lord that whatsoever that has suppressed fruitfulness inside of us, Ninataka tumlilie Mungu kwamba chochote kilichokandamiza hali ya kuzaa ndani mwetu matunda, any veil that has covered fruitfulness, kila vazi ambalo limefunika tusionekane, that God will remove it. lazima tumwombe Mungu aliondoe. Because I know I'm speaking to my fellow ministers. Ninajua ninaongea kwa wahudumu wenzangu. I want to tell you, if only you can wait on God, Ninataka nikwambie kwamba pale tunapokuwa na subira juu ya Mungu, God can use you. Mungu anaweza akakutumia. God has no problem of using you. Yaani Mungu hana shida ya kukutumia wewe. If you wait on Him, He can use you. Yaani unapomsubiria yeye anaweza akakutumia. I want to tell you, in my country, Nataka niwaambie katika nchi yake, I'm one of the young people that moves to nations ni mmoja ya vijana wadogo wanaotembea kusafiri kutoka taifa moja kwenda mataifa mengine for the gospel. kwa ajili ya injili. Why? Because I waited on the Lord. Kwa nini? Kwa sababu nilimsubiria Mungu. Are we together? Tuko pamoja. God can use you. Mungu anaweza akakutumia. The word of the Lord says, can anything come good out of Nazareth? Neno la Mungu linauliza kwamba je, kitu chema chaweza kutoka Nazareti? But Jesus came out of Nazareth. Lakini Yesu alitoka Nazareti. So even you can come out of your family as a Hata wewe great unaweza kutoka kwenye familia yako na ukawa kiumbe mhudumu wa ajabu sana. Your family is not a disadvantage. Kwa familia yako tu sio ya kukosesha nafasi. God can still take you and make you Mungu anaweza kukuchukua na kukutengeneza and use you for His glory. na kukutumia kwa utukufu wake. Amen. Amina. And people will look at you Na watu watakutazama and
they say, is that woman? Anasema ni yule mwanamke tunayemjua. What has happened? Nini kimetokea? You tell them, I have met the Lord. Unasema nimekutana na Bwana. And my life is not the same. Na maisha yangu sio kama yalivyo. And we want to pray. Tunataka tuombe. What brings change in the life of a person? It is the power of God. Kinacholeta mabadiliko kwenye maisha ya mtu ni nguvu ya Mungu. When the power of God came upon Jesus, nguvu ya Mungu ilipokuja juu ya Yesu, Jesus became visible. Yesu akaonekana, akadhihirishwa. When the power of God came upon Mother Mary, nguvu ya Mungu ilipokuja juu ya Bikira Maria, her life was not the same. Maisha yake hayakuwa kama yalivyokuwa. When the power of God comes upon you, it will never be the same. Nguvu ya Mungu inapokuja juu yako, maisha yako hayatakuwa kama yalivyokuwa. We want to pray. Lord, let your power. Tunataka tumwambie Mungu, acha nguvu yako. Let it rest on you. Wacha inue ndani mwangu. That gift cannot come out unless the power of God. Zile karama zile ambazo haziwezi kudhihirika mpaka nguvu ya Mungu iingie. Bwana aingilie leo. In Acts chapter 1 verse 8. Katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza ya 8. It said when the power of God comes upon you. Anasema lakini nguvu ya Mungu Roho atakapoajilia juu yenu. You shall be my witness. Anasema mtapokea nguvu, mtakuwa mashahidi wangu. In Jerusalem. Katika Yerusalemu. Judea. Samaria. And the end of the earth. Na mwisho wa nchi. We can never be the witness until powers come. Hatuwezi kuwa mashuhuda mpaka nguvu ije. And we want to tell him, Lord, let your power come. Na tunataka tumwambie Mungu, Bwana acha nguvu yako ije. I just want you just to open your hands to the Lord. Ninataka ufungue tu mikono yako namna hii kwa Mungu. Usikomae uso kabla ya Bwana. Ruhusu Mungu afanye kitu. And I just want you just to be sensitive to the Lord. Ninataka uweze kuwa makini kwa Bwana, kwa Bwana. The Lord cannot fail you. Mungu hawezi kukushinda. God, he wants to touch you. Mungu anataka kuguse. He wants to touch that gift. Mungu anataka kuguse karama zako. Others we were preaching, but the preaching has gone down. Wengine mlikuwa mnahubiri lakini hali ya kuhubiri imeshuka. Others, God, he wants to revive us again. Mungu anataka kutuamsha tena. Others, when you preach, you feel God, but now that feeling has left you. Wakati ulipokuwa unahubiri unahisi Mungu, lakini sasa huhisi wewe. Others, we used to see vision, we cannot see anymore. Wengine mlikuwa mnaona maono lakini sasa hivi hamuoni tena. Others, we used to dream, we cannot dream anymore. Mlikuwa mnaota ndoto lakini sasa hakuna ndoto. Others, we used to start the word of God, the anger has left us. Lakini wengine tulikuwa tunasoma neno la Mungu, sasa njaa imetuacha kupenda neno la Mungu. When you start the Bible, you cannot understand anymore. Sasa hivi tukisoma Biblia hauelewi zaidi tena. That understand has left you. Hiyo hali ya uelewa imekuacha. But God wants to revive you. Lakini Mungu anataka kukufufua tena. God wants to restore you again. Mungu anataka kukurejesha tena. God wants to bring that gift back again. Mungu anataka kuinua hiyo zawadi irudi kwako tena. If you can just open your hearts to him. Kama ukiweza tufungua moyo wako. Mother Mary said, how is it going to be possible? Bikira Maria alisema, je, itawezekanaje jambo hili? And the angel told her, the Holy Spirit will come upon you. Na malaika akamwambia Roho Mtakatifu atakuja juu yako. You are asking yourself, how is it going to be possible? Unajiuliza mwenye inaenda kuwezekanaje kwa? How are they going to know my name? Je, wanaenda kujuaje na wanajuaje jina? God is telling you the Holy Spirit is coming. Na Mungu anakuambia Roho is coming upon you. Anakuja juu yako. And those that didn't know you, they'll know you. Na wale ambao walikuwa hawakujua, because the Holy Spirit is coming. Kwa sababu Roho Mtakatifu, the power of God is coming. Nguvu ya Mungu inakuja. And it will change your life. Na itabadilisha maisha yako. And I just want you to be sensitive to the presence of the Lord. Ninataka uweze kuwa makini kwa uwepo wa Roho Mtakatifu. Bwana. The Holy Spirit is already here. Roho Mtakatifu tayari yuko kati yetu. He is not far away. Hayuko mbali. Holy Spirit now. Roho Mtakatifu sasa. There are people. Kuna watu. 7 of them. Ndani mwao sasa hivi. Now. Sasa. Power of God. Nguvu ya Mungu. Wherever they are. Popote walipo. Hand of God comes strong on them. Now. Shuka juu yao sasa. Wherever they are. Popote walipo. Power of God. Nguvu ya Mungu. Wherever they are. Popote walipo. Hand of God. Mkono wa Mungu. That evangelist
Wengine Mungu anarejesha maono yao. Others we have lost our voice. Wengine tulipoteza sauti yetu. Hey. Adui ameiba. A restoration is coming. Hiyo A restoration is coming. urejesho A unakuja. restoration is coming. Urejesho A unakuja. restoration is coming. Urejesho unakuja. Holy Ghost. Wherever they are. Wapata walipo. Pick them now. Walete. Pick them now. Wainue. 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 La paradia talabara. Rika sana. Zele paradusha. Rakaseke rika sana. Rakaseke. Rakaseke. Yes. Where you are right now, Popote ulipo sasa. there are people that the Lord is touching. Kuna watu wana Mungu Bwana anawagusa. I saw 7 people. Ninaona watu 7. The hand of the Lord is coming so strong. Mkono wa Mungu unashuka kwa nguvu sana. You used to understand the word of the Lord, you cannot understand anymore. Ulikuwa unaelewa neno la Mungu lakini sasa hivi huelewi Even tena. when you dream, you cannot remember. Hata kama ukiridi ukisoma hauwezi kukumbuka tena. Holy Ghost, where are they? Roho Mtakatifu wako wapi hawa? Those 7. Hao watu 7. Now, Sasa, now, hand of God. mkono wa Mungu Less on them now. ushuke juu yao sasa. Less on them now. Utue 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 juu Less yao on them. Tua, tua. Yes, less on them. Yes, yes, you are the one. Less on them now. You are the one. Ni You wewe. are the one. Ni wewe. Yes. Ndio. Ela parada balaka. Alama sake. Aya parada balaka da. Parama sake. Zeleko parada da. Rema sakarama se. Aya parada belaka mena. Rekesi karama se. Eya paradia kabalaka. Rema sakarama se. Parada belaka. Rekesi karama se. Shaliko paradia. Korama Ko sake. paradia kabalaka. Rekesi karama se. Ko paradia. Rekesi karama se. Shabalaka. Rekesa. Yes. Ndio. Yes. Yes. Ndio. Yes. Ndio. Yes. Ndio. Aha. Where you are, where you are, where you are. Popote ulipo. Just pay attention. It is your time. Ni wakati wako. It is your time. Ni wakati wako. Evangelist, it's your time. Wewe mwinjilishaji ni You wakati can wako. never preach the power of God without the power of God. Hautahubiri injili bila nguvu. You need that power Bila hiyo nguvu. to be fruitful. Wacha hiyo nguvu. You need that power. Unahitaji hiyo nguvu. Hey, Ndio. you need that power. Unahitaji hiyo nguvu. You need that power Unahitaji hiyo nguvu. to be a witness. Uweze kuwa You shuhuda. need that power Unahitaji hiyo nguvu. to stand for Jesus. Uweze kusimama kwa ajili ya Yesu. Ele komena. Ziko palia tabaraka. Thank you, Holy Spirit. Asante Roho Mtakatifu. Thank you. Asante. There is a move. Kuna mguso, tembeo. There is a move. Kuna mguso. There is a move. Kuna hali ya wivu inatembea kati yetu. Holy Ghost. Roho Mtakatifu. Holy Ghost. Roho Mtakatifu. Holy Ghost. Roho Mtakatifu. Holy Ghost. Roho Mtakatifu. Ah. Ndio. Ah. 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 Yes. Ndio. Yes. Ndio. An outpouring. A touch. Anagusa. A touch. Anagusa. A touch. Anagusa. Anagusa. Just allow him Mruhusu tu yeye. as he's moving. Kadiri anavyotembea, mruhusu tu. He's bringing